Wakati binti anapiga picha maeneo haya, kumbe kuna mauaji ambayo yalikuwa yanafanyika. Na Faster bila kupoteza wakati binti kutumia ile kamera yake alikuwa anachukua matukio haya, wakati muuaji akiendelea kuzika ile miili. Akakimbia Faster kwenda kumwambia mjomba wake, lakini hakumkuta kwenye gari. Basi mjomba alikuja kumtafuta na bahati mbaya akatokea eneo hili la huyo muuaji. Bila kujua akamuuliza jamaa. Bahati nzuri binti akawa amefika, mchizi akamwambia ndio huyo hapo. Lakini huyu muuaji alijua kabisa wameshajua siri yake, hivyo mjomba akauliwa pale pale. Na wakati anataka kumuua huyu binti akaona ameshika kamera. Basi Faster binti aligeuka na kuanza kukimbia. Bahati nzuri akafika nyumbani kwa huyo jamaa. Huyu mchizi akajua kabisa hapa tayari kuna msala, na alipogeuka akamuona jamaa anakuja, basi akajua kuna mtiti umeanza. Kwa bahati nzuri kumbe mchizi naye huyu ni mwanajeshi mstaafu. Faster alienda akachukua risasi na kuzijaza kwenye bunduki tayari kumkabili yule muuaji. Alipiga risasi moja na ikampata yule muuaji, na alipojaribu kupanda hii ngazi, Jeff alikuwa akipiga risasi nyingi, hivyo akashindwa kufika huko juu. Basi Jeff na binti walibaki juu na huyu muuaji alibaki huko chini. Huyu muuaji alipoangalia mabaki ya hizi risasi alijua aina ya bunduki ambayo Jeff alikuwa anaitumia. Basi alimwambia hahitaji ugomvi na yeye, bali anahitaji tu kamera pamoja na huyo binti. Jeff alikataa, kwani alijua kabisa huyu jamaa hawezi kumwacha yeye salama wala huyo binti, kwani tayari anahitaji kuficha siri yake. Basi huyu muuaji alijua kabisa kwamba Jeff hawezi kumsikiliza, hivyo akaja kuangalia simu akakuta haifanyi kazi, lakini kwa bahati nzuri akakuta simu ya mkononi hapa pembeni. Aliiweka mfukoni kisha akamwambia Jeff ya kwamba mimi sijaona sura yako na wewe hujaona sura yangu. Faster Jeff akamkatisha na kumwambia hilo jambo haliwezekani. Tayari Jeff alikuwa amepigwa risasi ya mguu, kwa hiyo alikuwa anapata maumivu fulani. Alimwangalia huyu binti na kumuonea huruma, hivyo hakuwa tayari kumwacha auliwe na huyu muuaji. Basi akamtuma binti amchukulie first aid kit ama chombo ambacho kina vifaa vya huduma ya kwanza. Wakati huo huyu muuaji naye akapata chupa za pombe huko chini, hivyo akaanza kujitibia lile jeraha alilopigwa risasi. Alivunja balbu akapata vipande vingi vya glasi na kuvitupa kwenye ngazi ili huyu jamaa atakapojaribu kupanda asikie akivikanyaga. Basi muuaji alipokuwa akiangalia aliona picha ya Jeff pamoja na familia yake, na ndipo akafahamu kumbe Jeff alikuwa na mke na mtoto ambaye alikufa katika ajali mbaya. Hapa ndipo tunapoona historia ya Jeff kwamba siku moja wakati mtoto wake anacheza nje ndipo alipopata ajali mbaya ambayo ilipelekea kupoteza maisha yake. Ajali ile ilimfanya mtoto wake apoteze damu nyingi, na kuanzia wakati huo Jeff aliishi maisha ya huzuni, na hata mke wake aliamua kuondoka nyumbani. Binti alimuonea huruma sana jamaa kutokana na lile ambalo lilitokea. Jeff alimwambia binti atoe ile memory card kwenye kamera, wakaiweka kwenye